Ibn Umar radhiallahu anhu amesimulia kuwa Nabii sallallahu alaihi wasallam amesema, yule ambaye atasoma adhana kwa miaka 12, janna imewajibika na ataandikiwa mema 60 kwa kila adhana na mema 30 kwa kila ikama. Ibn Umar radhiallahu anhu amesimulia kuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema, watu watatu hawatakuwa na hofu na fadha siku ya kiyama, wala hawatatakiwa kutoa hesabu kutokana na matendo yao, na watakuwa kwenye mirundo ya miski mpaka hesabu za viumbe zimalizike. Mmoja ni yule ambaye anasoma Qur'ani kwa nia ya kumridhisha Allah tu na kaongoza watu katika swala kwa namna ambayo anaongoza wanaridhia. Mwingine ni yule ambaye anawaita watu kwenye swala kwa kutaka radhi za Allah tu, na watatu ni yule ambaye amedumisha uhusiano mzuri pamoja na Mola wake, pia pamoja na wale waliokuwa chini yake. Abu Huraira radhiallahu anhu amesimulia kuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema, Waislamu maskini watatangulia kuingia janna kabla ya matajiri kwa miaka 500 ya dunia hii, ambayo itakuwa ni sawa na nusu siku. Hadithi iliyotangulia inaeleza kuwa Waislamu maskini wataingia janna miaka 40 kabla ya matajiri. Hili linaweza kuwa katika hali ya kuwa wote wawili walikuwa na pupa ya mali. Wakati kulingana na hadithi hii, maskini wataingia janna kwa miaka 500 kabla ya matajiri. Hili litakuwa pale ambapo maskini watakuwa hawana pupa ya mali. Abdullah bin Umar radhiallahu anhuma amesimulia kuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema, na wajua ni nani watakuwa wa mwanzo kuingia janna miongoni mwa viumbe vya Allah? Masahaba akasema, Allah na mjumbe wake wanajua zaidi. Akasema, wataingia janna mwanzoni miongoni mwa viumbe vya Allah watakuwa muhajirina, maskini, masahaba maskini waliohamia Madina kabla ya kutekwa Makka. Kutokana na wao mipaka inalindwa, na katika nyakati za shida, matatizo, wanakuwa mstari ya mbele, na ulinzi na usalama unapatikana kupita wao, na hufa mmoja wao na waja zake zimo kifuani mwake. Hawezi kutimiza. Allah atasema kuambia malaika anaotaka, nendeni kwao mkawasalimie. Wala malaika watasema, ewe Mola wetu, sisi ni wakazi wa mbingu yako, wabora katika viumbe wako, pamoja na unatuamuru twende kwao tuwatolee salamu. Allah atasema, hawa ndio wale waja wangu ambao waliniabudu bila ya kushirikiana na chochote. Kutokana na wao ya mbele, na ulinzi na usalama ulikuwa unapatikana katika kupita kwao. Alipokufa mmoja wao, haja zake zimo kifuani mwake, hawezi kuzitimiza. Kwa hivyo malaika watakuja kwao kutoka kwenye njia kila mlango wa janna, huku wanasema, amani iwe juu yenu kwa kuvumilia kusubiri kwenu, hakika ni mzuri ulioje mwisho mliopata. Ummu Amara Anasaria radhiallahu anha binti Wahab radhiallahu anhu amesema kuwa mara moja Nabii sallallahu alaihi wasallam alimtembelea na akamtayarishia chakula. Akasema, na wewe pia kula. Akajibu, nimefunga. Hapo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema, malaika huendelea kumwombea rehema tu aliyefunga, na wengine wanakula mbele yake mpaka watakapomaliza, na mara nyingine amesema mpaka watakaposhiba. Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu amesimulia kuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema, je, nikujulisheni kuhusu mtu ambaye ameharamishwa moto na kwake moto umeharamishwa? Ni kila ambaye yuko karibu na watu, mpole na mwenye huruma. Hadithi hii inaonyesha kuwa mtu kama huyo huchanganyika na watu kwa wingi na anazungumza nao kwa upole, na kwa sababu ya sifa zake watu pia wanakutana naye kwa mapenzi na bila ya masharti. Aisha radhiallahu anha amesimulia kuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alisema, nilipokuwa usingizini nilijikuta niko janna
na nasikia mtu mmoja anasoma Qur'an. Nikauliza, ni nani huyo? Malaika ukajibu, Haritha bin Numan. Kisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akamwambia Aisha, hakika matendo makubwa ni kama haya. Haya ni matokeo ya matendo makubwa, kwamba Haritha bin Numan alikuwa ni mwenye kumheshimu sana, kumtii mama yake. Asma bint Abu Bakr radhiallahu anha amesema, mama yangu ambaye alikuwa ni mshirikina alinitembelea katika uhai wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo nikauliza kutoka kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mama yangu amekuja kwangu na anapenda kutana na mimi, je, nikutane naye? Akajibu, ndio, na uwe mwenye moyo wa upendo kwa mama yako.